Tano bora for AFC Leopards, tano bora for Liverpool. In yet another match week hatari sana ya soka. Game na ngoma hapa ni niko na Zembogi as always. You know, ni nini mbaya? Sasa juu mlipiga katimu. Si katimu. Tulipiga West Ham. Kotea Mbogi. Finally the special one ameongea. Akasemaje? Alisema kama huyo kijana ni ukweli alitusi Vinicius. Kari yake imeishia naye hapo. Huyo special one akwende huko. Akwende? Nimefurahia venye amebonga hivyo. Aacha kubaki relevant, hata yeye anataka kubaki relevant kwa history yote. Sasa hii ndo ameona. Astik na Kenya alisema mara ya kwanza. Sisi hiyo ndo tulitake. Nonsense. Karibieni majamaa. Juu nimekuja kuwa top 3. Nakuja. Delusion. Kuja. Ndio ndio yako bishte yako hapa kuja. By the way, delusional msaidiane. Akuje msaidiane kutu. Wewe kutia Mbogi. Ni aje mambo za masiku za madia za maya za weeks, jina haijabadilika. Ni ile ile. Mukefero is neighbor Tintin container. Ama uniite kwenu nitakuja asubuhi na jezi yangu safi. Yeah, the number 3 on the table. Manchester United tukae chini tupanguza viti to watch game Cup Pride, Ghetto Sportive, City Sport, ABC, Gas, Chapel, Kisima, Zimmerman All Stars. 44 akina nani? Vlogs. Kina Karani. Nani bana wapiga signings 13. Walai. Kwa ndo the Kenyan Chelsea. Na wajaleta vijana wadogo. Wanatoa ndiko Kibera Blackstone waleta. Bro, ni mleto. Karani je ni investor mzee. Division 2 is crazy. Tuna wish all the best. Na sana. Apparently kuna app fulani ya kupima weight. Download kwa simu. The fact that wewe ndio unatuambia story ya kupima weight. Nashangaa. Ila diabolical sana. Unapima download kwa simu. Alafu unakanyaga simu. Hii inaweza kusaidia kama. But anyway, tulikuwa na games za Kenyan Premier League zimechezwa hii weekend. Tulikuwa na the husband of teams, Gor Mahia wakikujia team Mathare United Masaba na Rashaba. Na pamoja penalty kutoka kwa Morrison. Alafu tulikuwa na Kenya Police against Bandari 2-0. Kenya Police back to winning ways. Murang'a Seals pia back to winning ways after kupigwa 1-0 na Tusker. Na game ya kwanza ya ule Mfaransa wetu bana ya ushindi after kupigwa na Shabana. Alafu tulikuwa na AFC Leopards ambao walikuwa the biggest winners of the weekend. Wakinyorosha Tore Bobe. Japa. Kila mtu alikuwa anapewa ndizi kwa hiyo timu, kila mtu. Japa. Chui alitafuna mandizi 5-1 na mafans wa Shabana bana walikuwa wamelia. Huyo kipa hapana. So tena ni gola. Unaona Kenya alifanya? Bana. Alipeana tu pass. Sadaka. Shika, funga. Bana hakuna kitu mpya. Isi mpya. Kera tumeikola out mpaka saa tumechoka. Sasa hata haitakuanga the same story kila wiki. Kila wiki. But what matters ni FC ilikuwa Gor ninge complain. AFC Leopards 5-1. Alafu tulikuwa na kuna games zinachezwa leo. Tutamalizia hii match. Tuko na Catch Homeboys against ABS, Bidco against Ulinzi, Marashuga against Mapaka na Bangu Sharks watakuwa na hosts Wanamvinyo Tusker. But issue iko hapa. Ndio story yetu ya kwanza. Fixture za KPL zimekuanga irregular na huwezi predict. Saa zingine unapata ni game ilipostponiwa kitambo ndio inachezwa. But one of the biggest concerns kwa mafans imekuanga leo ni Monday. Kuna game ya hizo game zote 4 za nimelist hapa zinachezwa leo saa 8. So Monday ni siku ya wasee kwenda kazi, siku ya kwanza. So kumaanisha fan yote wa Kakamega Homeboys anaweza taka kuona game. Fan yote wa Marashuga, fan wa Ulinzi Stars, fan wa Kariobangi Sharks, kama ako kazi haizi watch. Imeoga tu hivyo. Which imekuwa issue ya unaangalia hizo teams zimeschedule hiyo siku hazina mafans. Na amekwambia hazina mafans. Ziko nao, useme hazina. Wako but sasa si kama crowd ya si numbers. Si numbers FC. Haijalishi si leo ni Bidco inacheza hivi.
Yes, pengine kwani Gor haijakiwa Siwache Gor ama FC. Wednesday sana. Hata Gor ama FC ama Shabana zicheze hiyo same day. Wana gira itakaaje? So unajaribu kusema fans wa Gor na FC ni idlers. Wewe unataka kusema hakuna issue ya time. Hakuna issue na time. Si issue. Serious? Si issue Si ungoje wale game FC. The same time. Monday ama Tuesday ama Wednesday. Itajagra Uko okay, mimi hata sikuulizi. Okay, ni sawa juu hata naonanga timu za Mayolo commentator akisema ni Tuesday jioni na ndio imejaa. Tuesday? But unajua zao zinakuwa usiku. Ni game za 6. Pia maybe as a country tukaweza kuwa kwa level tunaweza handle usiku matches za usiku. Si tunaweza handle squad time KPL ilikuwa zongo usiku. Ni sawa lakini but unajua hiyo ni lini wewe? Plus ni ground ngapi zinaweza handle kitu kama hiyo? Si police ina handle, ulinzi ita handle, Kasa, Nyayo. Na saa timu kama akina Marashuga zinacheza huko Gusii. Gusii ina Farlets. Ulieka. Wewe ndio ulieka, si ndio? Mimi si Mkisii, wewe ndio Mkisii. Kwani Gusii kuna Wakisii peke yake? Gusii ni Wakisii. Kwani huko hakuna Wakikuyu huko na wapi utamkikuyu wapi Gusii? Amekwambia si kuzila. Lakini njukutevi. Embere. Ni sawa, but FC Leopards wana run riot against Shabana. Shabana ndo alianza kufunga lakini wakauawa. I think FC imeingia kwa akili yao that wanaweza tupush mpaka mwisho. Hawawezi. Hata unajua sasa ni point. Si hivyo, cheki. Cheki, ni kujaribu kuonesha hivi. Kuonesha hivi. Ni sita bila game in hand. Hata waibe hiyo game yenye tulibiwa, tulipigwa. Ni mlibiwa game gani nyinyi na mlipigwa na KCB? Bro, 1-0. Game ilishawani lakini mistakes zilifanyika za game za referring. Zilikuwa ngapi? Zilikuwa in your favor. Bro, mistake zina favor KCB. So mistakes zote zilikuwa in your favor. Bro, hata waibe tasukuma. Msukume nani? Napata Gor ndangonga. Gor gani? Labda Gor youth. So as it stands, points ni 49 after 22 matches. FC Leopards wako 43. Shabana nao wako number 3 na 40. Points tatu zina separate. Na Gor Mahia pia walipiga bao masaa yake. Na mjue mko hiyo namba 2 juu ya kupiga Shabana. Wangewapiga lakini wangewapiga bado wako na goal. Hata mkue na game ina. Wako na advantage ya goal difference. Bado wangekuwa namba 2. Bado wangekuwa mshikana. So mko hapo penye mko juu ya kuwapiga. Na ni hizo bao zote 5. Juu sasa tukitoa ile moja ni 4. Hizo bao 4 ndo zimeweka kwa do. Mimi sijali. Mko kwa namba 2. Nyinyi mlishuhia, nyinyi ni kama Arsenal tu. Usikompare na Arsenal. Nyinyi the same, hakuna tofauti. Tofauti ni Arsenal wana bottle. Sisi tukiwa hapo juu, hatuwezi bottle trophy. Mlikuwa hapo juu, ama mlikuwa juu ya nini? Lakini nyinyi mlikuwa na mageni nani? Bro, lini? Nyinyi mlikuwa na mageni nani? Sisi Arsenal by the way. Tuwezi bottle. Lakini si bado mnaachilia. Bottlers wana bottle kikombe hii season. Simlachilia game ya Simlachilia game ya KCB. Hatukuachilia. Mulipelekwa mbio kama risasi. Mngeshinda. Hakuna shida. Anyway, kwa hiyo mambo ya Mourinho na watu wake, draw ya round of 16 imetoka. Na tuko na PSG against Chelsea, Hala Madrid against Man City, which sasa at this point bana hiyo sasa inabo. Sasa mali imefika inabo. Bro, 7 seasons. Newcastle imepewa Barcelona. Alafu Hala Madrid siku zote. Hala Madrid. Hala Madrid. Hizi ni rituals kunazo hapa za nini? Za kuendeleza mechi. Newcastle inapewa Barcelona, alafu Bodo Glimt ambao ni wauaji, ni giant killers, wamepewa Sporting CP. Na unaweza shangaa hii ndio inazowachuja. Galatasaray against Liverpool, Atalanta against Bayern Munich, Atletico Madrid versus Spurs. Hizo games zimejirudia. But hii champe haijakuwa fair. Na Leverkusen against juu unaona kutoka 2016 winners, hiyo ni 10 years ago, Real Madrid hadi 22 hadi saa hizi hadi current winner wote wamekuwa hapo side moja. Mimi naona wote watapatana. Mimi naona inakuwa intentional. So makosa ya kupatanisha hizo timu ni mimi naona inakuwa intentional. Hii side nyingine
akina Bodo Glimt na Sporting CP. Eh. Na huko ndo Arsenal imewekwa. Na wewe huko the champion ako huko ni Baka. Na si tunataka Arsenal final. Final gani wapige Barcelona? Bao cheki. Watawapiga. Ngapi? Kama Chelsea ilipiga Omanda we. Hii Chelsea yenye hapa imejishinda imepigwa. Arsenal imewaoa. Omanda we. Ngapi? Omanda we. Nei. Ndanganya watawapiga. Final. Hii kitu toa ndani. Okay, wewe uone Liverpool ikifika finali? Yeah. Yeah. Bro. Usiwestie time. Unaona Galatasaray? Galatasaray inawapiga. Revenge. Nafurahia. Hata Osimhen alisema. Anaogopa kuja wapi? Wapi? Anfield. Juu game yetu nao itakuwa kama alikuja. Hakukam. Hakujanga? Kwa nini? Kwa tulicheza nao Anfield. Mlichezaga awe? Silikuwa. Alikuja. Si mlienda hell. Sasa siwache wakuje huku sasa. Bro. Usijichoche na. But unaona hiyo fixture ya Man City na Real. I think at this point UEFA wanaifanya intentionally juu hiyo game inauzanga. Hata si hiyo tu. Hizi zote kwanza kuweka side moja. Kwa nini kila wakati ni heavy side moja? Kila wakati. Si ndio final ikuwe rahisi. Ndo muuze tiko na muuze tiko. Juu for the bro 7 seasons in a row. The same. Wewe jua sasa mimi niko na chance ya kupata timu za Premier League twice. That is if nita qualify. Kama napenda the use of if. Nikipiga Galatasaray, Chelsea apige mwenye anacheza na yeye. Akona PSG tutapata na Chelsea. Chelsea. Man City akipiga Real, mimi nipige Chelsea. Napata na Man City. Mimi akimungu usikize hii maombi. Inaoneshana mlima itakuwa mzito. Na mtaenda hivyo mkiachilia ligi. Mimi upenda hiyo mlima juu. Cheki. Mtaenda hivyo mkiachilia position ya ligi. Namba ni 10. Acha nikuibie siri moja. Niibie UEFA. Unaona UEFA? UEFA ni trophy nyingine funny. Like unaona ile experience ya kuibeba inaonga advantage. Hiyo nakubaliana Hiyo ni ukweli. Mtu hajabeba hata afike hapo. Analemeangwa. So mtu amezea kubeba hii trophy inakuwa rahisi kwake. So unajaribu kusema ati juu nyinyi ndio after Madrid ni nyinyi ndio tu mnakaa mmebeba mara mingi mmezoea. Mimi ni mzoefu. Wewe ni mzoefu wa kwenda final, but pia wewe ni mzoefu wa kwenda final na unapigwa. Haina shida. As long as mimi najua kufika final na kuna mtu ufikaje. But kupi? Unajua mtu kama Arsenal alishafika final mara moja man. Ya kikombe gani? Ilikuwa Champions League ama ilikuwa ilikuwa Champions tulikuwa tuna hiyo yenye walikuwa wameongozana mpaka dakika 78. Ile yenye alienda kupigwa. Alafu akapigwa 2-1 na Baka. Achana na sasa ino wanataka kutoa nini? Nitaka waje. But tunawaombea mema nyinyi na Arsenal muende all the way mpaka final. Nikapata na Arsenal kwa Mungu. Somo sila kitu kingine. Anipige nini? Atakupiga. Anipige nini? Hii season najua nimemchukua points nne kwake. Ama ujui hivyo? Angekuwa kunipiga sasa angenipiga. Mwenye alichukuliwa points match 28 ndani ya English Premier League ilianzia na Wolves. Aston Villa. Wolves ni against Aston Villa. Na ni game. Sancho bado anakuanga. Sancho? Ule freedom fighter Nelson Mandela. Anakuanga wapi? Si Aston Villa. Sancho anachezanga ball. Disasi yako West Ham. Hayuko Aston Villa. Kwa West Ham. Na akapiga on goal. Sikutaka. Mbaya. Na Sancho bado anachezanga ball? UEFA na performia. UEFA. Hiyo Europa. Europa. Anacheza Europa. Wako Europa. Freedom fighter. 2-0. Siku hizi team ni Gomez, Bueno. Bana. Hadi nashindwa shida hii team ni gani? Si shida. Hao ndo wana perform bro. Gomez. Hao ndo wanabeba hiyo team. Hao wanapeleka relegation team. Hao ndo wanapeleka team relegation. Na hata after hiyo yote bado wako mbali. Swalhan Bueno mwingine. Gomez wetu mwenye alikuwa wetu. Ejo. Na akaenda nje. Saturday 28th of February tulikuwa na game ya Bournemouth against Sunderland ilisha 1-1. Alafu Goal Festival ikaanza kutoka hapo. Goal Fest. Hey. Burnley walikuwa at home against Brentford. Game inaisha na bao 7. In fact ilikuwa na bao 10. Referee ni unfair. Na tukaona tunaweza ongea about na tukaona officiating. Mimi hapo sasa ndo mimi hata shida yangu na VAR sasa inakujanga juu. VAR kinatoanga vitu zingine za uongo. Utakata aje haka kama bega tu haka ndio kanatolewa offside.
Sasa ndo kakaweka mtu. Hiyo ni kukosea watu heshima. Na hapo sasa ndo mimi na support ile sheria ya Wenger. Hata ilipitishwa. Ya mtu akue offside mwili mzima. Ilipitishwa sijui kwa ligi ya Canada. Juu hiyo baadaye wana test kila kitu na Canada. Na Canada ndo. Lakini mimi hiyo sheria ya Wenger man. Acha nikwambie. Kuna pahali itakuumiza, utafeel ni heavy. Juu msee kuwa offside mwili mzima ni sawa call hiyo, but unajua msee akiwa hapa na wewe uko hapa tu kidogo. Hata unamaanisha huyu msee akiwa amekuwa na kisigino hii mwili mwingine yote iko offside, sio off. Sio. Hapana, hiyo sheria. Hata mimi acha test. Offside ingebaki tu venye ilikuwa. Ama hata VR, ama VR itolewe kwa offside. Timu ipigwe ndio inapigwa tu. Wewe hapana. Sasa na VR ililetwa juu ya hivyo. Kuna bao zingine yenyewe tunaweza kwa na okay, mimi wananishangaza juu wana take long ku analyze your offside na ball iko na semi automated. Kwanza hii semi automated imekuja kutuua sasa. Mbona taking long hivyo na ball inafanya muwe? Sidhani tutai kuwa na system yote yenye haitakuwa na makosa. Juu nakumbuka hadi zile times za lines bado na kuchora lines. Kwanza sasa makosa ndio ilikuwaga wasi. Bado tulikuwa tuna complain. Wakaleta semi automated hii sasa yenye inakuonesha tunachorwa, tunakatwa. But me feel hiyo semi automated ya England inakuanga poa sana kuliko ya Turkey, Spain, Italy. Mimi na feel hizo semi automated za Italy na Turkey zikuwa the best. Technology zikuwa different. Ni the same. Hapana. Kuna venye wale wanaifanyanga venye hata wewe mwenyewe ukiona ya wale unaona yenyewe ni ukweli. Jua na kuchoreanga hadi bird's eye view. Unaona yenyewe kile kimzee kilikuwa yenyewe ni ukweli. Ya England unaonesha bird's eye view. Ya England unaoneshangwa huyu na huyu tu. Ni hivyo. Mbona unaharakisha? Shida yako ni si bird's eye view ndio hii kitu hii. So kutoka hapa tunaionea huko. Mfala jamaa anaita Bongolala. Ni sawa. Wewe mimi nimesema nani ametaja story ya Bongolala? Sasa niita hivyo. Jua kama urudie mara tatu je ni kama sijashikanisha. Mimi nimeuliza tu kuhusu bazai. Watu wa kuku. Kwani kuku ibururuki bazai hivyo? Nani kwa wewe kuku ibururukangi? Sina kuuliza, sasa ndio nakuuliza. Ukaiza achilie kuku hapo KCC nadhani inaweza dead. Yes dead juu haina nguvu. Haina nguvu ya kufanya. Iko light. Kuku ni light. So unajua ikanyaga chini. Wewe uruke kutoka KCC zote kwa utavunjika. Ndio hiyo force. Na si ndio kuku ni light. Mimi na mabawa. Wewe mzee. So hiyo force ya gravity haiwakingi kwa animals, ina wakingi tu kwa humans. Kwa animal kama kuku. Mbona kuku haifly? Mbona kuku haifly? Mbona kuku haiflyingi? Kuku. If ni light. So ina fly. Bro, until siku moja wale kuku siminyu yake imechukuliwa. Nini? Siminyu. Nini? Kifaranga. Ile siku utaona hiyo kitu moja. Yaani kuna mtu tu alikuwa amekaa chini akaona acha tuite hack. Siminyu. Mnakuwa gaido wala. Mnakuwa gaido. Until siku utaona kuku yenye inajitambua vizuri siminyu yake imechukuliwa. Ikifuata mwe huko juu. Uongo. Ati inaifuata huko. So kuku iko hiki tu na wewe. Bata wewe na buruka. Bata mimi nishaiona bata ikiruka mahali lakini haikufly ati. Acha kuruka. Unaona bata. Mwewe, yeye shika mtoto wa bata. Zitaingia ka friendly. Bro, uko juu. Uko juu. Hebu teke kwa comments hapo kama bata huwa zinatetea na kama kuku inaweza kimbiza mwewe je kuchukua siminyu. Siminyu. Mimi kwa hiyo ni kitu ya club, kitu inahusiana na kukunyu. Mimi nayo nilikuwa nadhani lili. If you know you know. Haya, tukakuwa pia na game ya Liverpool 5-2 against West Ham na by the way hii game bani ilikuwa heartbreaking sana. Ule wazimu Barnes alikuwa amerudi na akapiga bao wakamnyima, but pole mwenye anaenda relegation aende. Liverpool 5-2 against West Ham, ikitiki akipiga bao, pia tulikuwa na bao ya Virgil van Dijk. Alafu bonge la cross kutoka kwa El Hadji, kuna kajina anatumianga Diouf something, kuna kajina anatumianga simtwe. Ulikuwa unasema aje? Pape Diouf.
Papadiof. Cheki, unaona hiyo game week. Mhm. Konza ndio fala tu. Kwa timu yako. So umeanza kuargue na FPL. Defense. Si umuuze. Wewe jamani nilipea tu Unaelewa mbili. ni- Una imagine nilikuwa na Van Dijk. Niko na all the scoring players 99% niko nao. Kinja Pedro ndo alinienjoy. Pedro ni fan Chelsea ni hapo pale. Niko na Eketike. Kwa nini hiyo ngombe itoa pale? Eketike. Semenyo, Ai. Wilson, Ai. Hey. Virgil. Hey. So wendo Timba. So wendo unaongoza. Points ngapi? Ni sijapigiwa niko na 60 ngapi? 69 ama? Ai. Nadhani wendo highest. Wewe, unakaja baki kingine kadheka wewe. Koite. But anyway. 5-2 against West Ham, alafu tulikuwa pia na goal fest nyingine Newcastle against Everton. Na Tonali karibu akate Pickford mkono. Ni kusukuma kitu. Tuma mtungi hapo. 3-2 in favor of Newcastle. Alafu in favor of Everton. Tulikuwa na pia game ya Leeds against Man City. Lakini Pickford anakuanga funny. But alipiga saves. Na alipiga save mingi. Pickford apiga save hapa na behave ni ukipodi bamba. So unajua mistake yake anapiganga save. Alafu anafunga bao. Alafu mkiangalia hiyo game opponent wameshinda. Okay, hakuna club huo ana Pickford ni kipa mzuri. Si nyinyi mumuone. Sio tu sign player from Everton. Ili nyingi. Nyinyi mnasign player kutoka Man City? Kwani ni mara ngapi? Mmesign kutoka Man City akuja kwenu? Mimi najua wenye ametoka kwenye kwenda Man City. Sasa si ndio nasema ni mara ngapi sisi tumewauzia? Sisi tunauziana. Hata nikuuzia ama wanachukua. Sikumbuki mtu wangu mwisho hata tuliuzianga. Tevez. Tevez hakuwa wetu. Tevez alikuwa loan Manchester, alikuwa player wa West Ham. Alafu sisi tukakataa kufanya permanent Man City kuchukua. Hakuwa player wetu, alikuwa loan. Football heritage. So ndo maana alikuwa Jamianga Ferguson hivyo alikataa kumchukua. Alafu unasikia Siminywi. Siminywi Sunday football. Simiu. Tulikuwa na game ya Brighton against Nottingham Forest. Fulham wakaendelea kupigilia msumari. Pigilia msumari against Tottenham Hotspur 2-1. Richarlison anapiga bao lakini too little too late. Alafu tulikuwa na game ya Man United against Crystal Palace. Red card ya Lacroix inapatia Manchester United nafasi. Alafu Benjamin Šeško for the third game running. Pia Bruno Fernandes anaingia into 205 100 assists for Manchester United for hiyo game. Alafu tulikuwa na the final game ambayo ilikuwa the match of the weekend. Arsenal top of the table against Chelsea. A boring game. Sana. Against Chelsea, game inaisha 2-1 in favor of Chelsea. Chelsea gani? 2-1 in favor of Arsenal. Wow. Chelsea tu ni mnyonge tu. Walai. Chelsea ni a combination of kids from their coach. But the problem pia inakuja. Hii team imepewa red card 7. Na red card 9 in all competitions. Na especially team yenye mnajaribu kukimbiza bao. Ndio tena jamaa mwingine. Like angalia hata. Na baada Neto alikuwa anacheza vizuri by the way. Like angalia hata Neto. Ile ukweli ya Mungu. Alikuwa anajaribu nini? Alafu unapiga aje sliding tackle ukiwa na yellow. Alikuwa anajaribu nini? Hata wachana na hata akiwa na yellow. Alikuwa anajaribu nini? Hiyo sasa ni tackle. Mori ashakubeat for pace. Kimbizana tu na yeye, wacha Neto ako na mbio pia. Anaweza kimbizana na Martinelli. Na hata walikuwa wameanzana mwanzo huko twende. Umeamua fungulia twende. Ni gia mbili. Eka twende. So mimi hata sielewi penye Neto alifika akaona. Yani kabebe. Hiyo ni kuuza. Hiyo walai hiyo ni kuuza timu. Niliona video nyingine ilikuwa inaonyesha Neto si alipewa yellow after Arsenal wamefunga. Akipewa kadi alikuwa amegeuka. Si yeye alikuja kucomplain. Wakati aligeuka refa akatoa kadi, akaandika na akasunda. So hata Neto hakuwa anajua ako na yellow. Sasa hata ndo maana ile time akiwa pale kwa line akipewa kadi alikuwa anamuonesha hii ni yellow ya kwanza, kwa hiyo unanipea yellow ya pili. Alikuwa anamuonesha ati yellow acha uji. Kumbe ashapeana. Hata alishapeana, hata ajui alipewa kadi. Plus hiyo game ilikuwa off tu. Like style of play both teams. Aziku live match of the weekend.
Alafu Chelsea, kuna time Chelsea ilikuwa inafanya hata wao ndo walituonesha ile strategy ya wakati Arsenal wako na kona. Mnatuma watu watatu kwa halfway line. Simple. Mbona waliacha kufanya hivyo? Na ilikuwa ina wakingi. Rosenia si mambo yake hiyo. Hapana, hata ile first leg ya Carabao waliwafanyianga hivyo. Walitumanga wase watatu kwa line penye tu. Lakini sasa the best set pick team ni sisi. The best second leg. Unajua sisi kama unajua. Bro, unajua hatuongelelei nyinyi. Hatuko kwa Liverpool. Ndio nakwambiaje? Hebu kukuambia. Said Arsenal wa deadly na hizo. Sasa hizi ni sisi. Ona 8 goals. We 8 goals. We mzee. Acha ujinga. Wacha kuforce hiyo subject yenu kwa vita uwezi. Ni ukweli. Ngoja mkona 8 goals. Za set piece second leg. Na 3 ni free kick za Sobos. Hapana, sino naongelea set piece za chana hizo free kick hizi za kuleta cross. Arsenal iko na 16. Hii second leg. Mimi nasema in all second leg ni 6. Mimi nasema ligi mzima. Sasa mimi naongelea second leg. Naongelea second leg. So the first leg aziangaliwi. Nasema second leg you are better than them in set piece. Alafu mko namba? Mimi sijali. Watabeba ligi. Watabeba ligi. Ni penye mko mtabeba. Au set piece zao, au set piece. Bro, sitabeba, acha nikwambie. Set piece zao zinawasaidia. Sisi, acha ni trophy tutabeba. FA. Usijaribu kutaja Champions League. Na UEFA. Jamaa. Ni kweli watabeba FA na wabebe UEFA. Labda UEFA Youth League. Alafu ya madem. Hiyo ati yuko. Ulisha chuchu. Ama hiyo UEFA ya madem hii team kwanza mlirudishwa hata first division. Mlirudi first division. Lakini mlikuwa mmerelegate yangu ile season nyingine madem. Madem wanakuwa nje wanakuwa. Hatukuongata na timu ya madem. Kajiwangi. Mkwangi. But Chelsea tena. Ndio hiyo wamepigwa sasa hii mara ya 3. Indiscipline. Alafu tu wako hizo makesi zao za indiscipline ndio zinabotu mtu. Like what is going wrong ama what is going on kwa hiyo tu timu yao. Hisi ile Chelsea hapana si hiyo. Plus kwanza kuanza defense. Yenye hiyo timu iko mbaya. Timu iko mbaya. Alafu kigame kiote the only way tunaweza funga ni kuona tu. Hata sasa hiyo game ilikuwa ina boju ya hivyo. Sasa ndio hii sasa tena argument tena ya open play ya Arsenal. Hawezi funga na open play. Except double moja ile ya Eze ya second half yenye Sanchez aliendea. Alafu tena ndio Sanchez. Hauwezi hata pay team stability. Si nimeona nataka kusaini nani? Ni kipa mmoja nataka kusaini. Ka Sunderland. For right off. Roofs sema Roofs. Yes, wanataka kumsaini. Itabidi. Imagine umeinvest hivyo vyote na defense na goalkeeping. Kuna wakati Chelsea ilikuwa na goalkeeper 5. Na still tu mnahitaji tu gola mwingine na mnahitaji madefender wengine. Sasa walirudisha kama Chelsea combination of kids including their coach. Hiyo iliyakataa. That point sasa hata kuwa kids sasa hata hiyo ni excuse sasa hata imebo sasa. Mbona juu nilikuwa na mlikuwa 1-1 first half. Mna compete. Hii timu inaweza compete. Seti haiwezi. Tulikuwa hapo tukiojea game mpaka mwenye tuko naye ananiuliza, hii timu inafunganga aje? Arsenal. Hata Chelsea yenyewe wanafunganga aje? Jua pia nashangaa tu. Pena mbili za nani? Za Kafriji. Palma. Andani game ya nini? Ghost. Tukueni tu fair. Ndio maana nakwambia week in week out, match in match out. VR ikuangi fair at all. Game ya Liverpool na Spurs. Eketiki amerukia Romero mgongo, no foul. Si ndio? Game ya Arsenal. Acha hata na hiyo Spurs na hii Fulham. Dragon amerukiwa huko sijui na nani na Raul huyo wa Mexico. No foul. Kuja hapa Arsenal na Spurs, Kolomwani na Gabriel. Hata Kolomwani ajeenda juu. Toa hiyo bao. Ushaona zile mavideo za msaki pigwa risasi ya mgongo akikimbia. Hivyo ndo Gabriel alianguka. Like ikitu hapa unawanyima, hapa unawapea, hapa juu hiyo na hiyo ya Dragusin na Raul. Hiyo ni foul all day. Juu Dragusin hata ako kwa hewa. Alafu kila mpaka huyo coach alikuwa ana hata the first thing tu aliambia huyo for the vision ni bro ni kuona uoni
Na VAR inakuwa inconsistent. Refereeing by the way inakuwa inconsistent. Ikiguza mtu Arsenal akiguzwa foul. All day. Na niliwaambianga hiyo game ya Tote walilemeango juu tu ya hiyo. Hiyo bao ilitolewa hiyo ya Kolomwani. Hiyo tu ndio iliwatoa kwa hiyo game. Wangefungaga hiyo tu. Na Tote walitolewa kwa game na Fulham juu ya hiyo. The moment una feel tu hadi referee ni officiate ni kwa against you. Unakufa tu moral. Juu sasa yeye thing ni points 2. So relegation. Wende relegation juu ya kukufa moyo. Bro, unajua sasa Paukayo ikatolewa. Mko 0-0 si ati mtakuwa 1-0, mtakuwa 0-0. Tukimbize tena mpaka mtufunge. Lakini sasa wakienda relegation juu ya kuonewa sasa watalaumu nani? Si ukionewa na wewe unaenda unafunga. Acha Vivobi na yeye alifinya bao ya ukweli. Hizo nini za Man City zinatolewa lini? Charges. Hazitawahi. Mimi sitaki ziwahi. Juzi kiwahi tunaona sasa Arsenal mdomo itakuwa vaa huko sana mtaa. Kwa nini? Hizo hazitawahi. Zikiwahi sinafaa zishulele. Unajua hata advantage ni, unajua hata zikawahi na City ikuwe ndo watashinda ligi, which watashinda. Unajua ile part ya mnapatiwa kikombe na hapo kwa dirisha. Unajua hiyo hatujali. Haiwezi kuwa na impact kama yenye mmekaa hapo mkaona mkishinda na mkipewa. Sinikaa tu ile yenyu ya COVID. Nilijua tu unakuja hapo. Nilikuwa na expect akuje hapo. Because hainanga impact. Because nobody saw. Sisi tulingoja mtandao tuone hadi mafans wenye walikuwa huko nje ya grao walishinda kukimbizana na makarao. Hakuna mtu aliona. So hata Man City ikistripiwa off, hata ishikwe na hizo makesi. Hata sisi tukipatiwa ile ya Mourinho, haina impact because we never saw. Hatukuiona. Hizo hazitawahi. Nyinyi mnacheza na pesa Mwarabu. Hazitawahi. Liverpool back to winning ways. 3 in a row. Chelsea we are back. 3 in a row. Hiyo nilisema kitambo, sisemi tena. Aje. Team next nakula 6. Sijali ni nani huyo. Sawa. Bora apigwa bao 6. Mimi sijali. Si niko na goal difference ya 3. Uko na goal difference ya 3. Hiyo siku, kwa hiyo game. Alafu still Salah ni ghost tu. Salah ni ghost bro. Salah hata bao na assist. Hata assist basi. Salah hata alikuwa amedhani ameleta kona ya assist. Tunaweza agree by the way it's time. At this point tunaweza sema it's time for Salah. Bado. Umemshikilia. Unangoja nini ingine? Kwa nini? Acha amalize contract yake. Akona mlimwongezea ngapi? 2 years. So akua hadi next season. Next season nako. So hamtakuwa na right winger next season yote. Salah. But tutasaini Olise. Ati mtasaini nani? Olise. Unadhani Olise ni Isak? Ata force move. Bro. Issue hapa Bayern wako miliangi player. Kwa miliangi si. Hiyo ni ukweli. Lakini si huyo. Wakichukua do watachukua tu. Hawaachiliangi hivyo. Unaona Kaboi Kenya kanacheza sometimes kazanga position yake. Kal. Hapo ndo atakuwa bana yako tu wasema ni upcoming juu ni kazuri pia. Mbona msichukue yako? Okay, sasa tunataka kuchukua right winger wawili. Haya na. Olise na Diamond. Wote tunawasaini. Mnachukua Diomande. So ngoja, mnachukua Olise na Diomande, alafu wabenchiwe na Salah. Kwa nini tunajali hiyo? Salah tawabenchi. Bora nani hao hawajali? Hawajali juu sasa umekuja in the biggest club in the world. It's not the biggest club in the world. And you know. Hiyo ni mdomo uko na. You know. Kwa utashinda trophies Ni hata si the second biggest club in the world. And you know. Sijali. Ni hata si the third biggest club in the world. Sijali. Bro. Kuna watu fai kutumia na hiyo club yenu. Haufai. Yapi. Unajua at least wasiweje wako nyuma ndo wanakuwa na yapi. Unajua match week 4 mlikuwa na bawal. Pista ukituambia ati sisi last minute goals bana. Hatufungi 1 mpaka 90. Ati uogope Liverpool kutoka dakika 91 92. Uogopa Liverpool. Tutakufunga hiyo time. Bebe hata mnacheza kikombe gani? Lakini mtaqualify je coefficient? Mtaqualify. Bro, ni UEFA. Ya nani? Na anamaliza top 3. Baby maji. Unamaliza top 3? Sawa. Haya, tulikuwa na pia game ya Manchester United 2-1 na kulikuwa na lot of controversy kuingia kwa hii game.
penalty na red card ya Lacroix ndio the issue. Na wewe unatupea example nzuri sana ya Gueve na Mohamed Salah. Positioning. Positioning. Bro, kitu ya kwanza ilikuwa mandevu, si ndio? Ilikuwa Matero ama ilikuwa nani? Mwenye alishikwa. Sisi wetu. Kunya, si ndio? Kunya Bruno. Kitu ya kwanza ndio kuja kwa box, hiyo ni kudive. Sawa. Pulling ilikuwa outside the box. Sawa. But ndio kuja kwa box, hiyo ya pili ni dive. Sawa. Yani one. Hiyo box ni diving. Kitu ya pili, similar positions ya Salah na Gueye na Kunya na Lacroix. Si similar position. Bro. Tofauti ni wing, si ndio? Si moja ilikuwa right wing, nyingine ilikuwa left wing. Exactly. Si ndio? Salah alikuwa na chance ya kwenda juu, ilikuwa kwa mguu yake. Kunya pia the same, si kweli? Kweli. Angecut in, asko. Salah angecut in, asko. Sawa. Moja iko na red card, nyingine haina. So tulibebwa. Hiyo red card ingefaa itoke. Mngepoa pena sawa, but red card isitoke. Alikuwa last man. Nani? Lacroix. Azia tuko sure. Juku chini kulikuwa na wase. Bro, kwani ilikuwa Kunya na Lacroix peke yake? Ilikuwa goal scoring opportunity. Okay, Liverpool ilikuwa goal scoring opportunity. Relax. Calm down. Ilikuwa goal scoring opportunity. Aje at what ground? Okay. Ya Salah mbona uliargue no? Because Salah alihave kubit Gueve kwanza. Already alikuwa shambit. Walikuwa on motion wote wawili. Walikuwa on motion hapo amemwacha kabisa. Walikuwa on motion. Kwani ile Lacroix ilikuwaje? Wameshikana huku nyuma. Lacroix ile kitu ya donda hapa. Ya kwanza ya Lacroix ilikuwa pulling. But next step inside the box ilikuwa dive. Lacroix hiyo fala hakuachilia Kunya. Alikuwa amewekelea mkono ya pili kwenda huko. Alikuwa amewekelea mkono mmoja. Exactly, hakumwachilia. Siangemwachilia. Hiyo siku mshika. Ni kufanya nini? Kumwekelea mkono. Hiyo siku interview na play. Wekelea mtu mkono. Kwani anambatiza kwani yeye ni Yesu? Anambatiza, acha ujinga. Alikuwa amemshika penye wewe unamshika. Mlibebwa, yesterday nyingine ipelekeni kwa chief. Shinda hapo ukipiga nduru. Pengine ajipeleke in the office of the president. Wewe inakuuma the fact that nyinyi hamkupewa. Ni juu ni Manchester. Alafu mkarudi mkagongo hiyo game. Unajua ingekuwa ni Crystal Palace, au ungekuwa na hii nduru uko nayo ati ni sisi ndio tulifanya the same thing. Au ungekuwa na hii nduru. Tunajua kadi zako zote zingekuwa zaidi ya Crystal Palace. Now that the fact that ni Manchester, nikuulize. Uliza. Ngoja niulize msisi wangu. Uliza. Huyu jamaa siku hizi ni prophet. Huyu. Kwa nini? Sasa cha prophesy mingi ingekuwa Crystal Palace ningesupport Palace. Bro, nani ajui hata ama fans wanajua. Mimi I'm a football fan who supports Liverpool, but I can support anything else related to football. Apart from what? Manchester United. Beefing. Lakini unajua mi the difference naona kwa hizi situations zote mbili ni position ya defender mwingine mwenye angekuja kukaba. Hiyo ndo difference. Juu ule defender mwenye alikuwa karibu ni nani, Richards I think Manuel. Alikuwa nyuma ya kama Lacroix ako probably in this position. Richards alikuwa nyuma. Kwa hivyo hawako kwa the same possibility ya huyu Richards kurecover ilikuwa mbaya. Na ndio maana I think walidetermine kuhusu red card. Ile game nyingine yenu ya Guede mali walikuwa wanangangania. Huyu center back mwingine mali alikuwa I think ilikuwa Kusano. Alikuwa hapa mbele. Kwa hivyo possibility yake kukam na kuingia Salah. Proximity ya defender mwingine. Madefender alikuwa hivi. Sawa. Guede nyuma. Huyu Kusanov ni sawa anaweza kuja hivi, lakini sasa Salah ni mleft, sawa? Hivi finesse. Ndio mbao ngapi Salah amefunga hivyo? Huwezi sema kuhusu kama angemchenga ama angemchenga Kusanov ni bonzo. Na amekwambia. Salah ni maembe. Bro. Salah ni maembe hii season. Amesema poa hii season. Salah. Kwani wewe hujui? Amekuwa master lakini hii season naye kwa mbaya. Hata wewe unajua. Sasa hata angechenga Kusanov aje kushinda mechi. Bro, Kusanov mtu mwingine za mchenga. Unaweza chenga Kusanov. Guy, kwanza chobo na kanzu msee. Walai. Namrolia bola hapo shasha. Utakojoa amka. Shui. Utaribu mattress wewe. Wacha kusumbua wewe. Na game ikaisha 2-1. Bruno Fernandes ana convert penalty. Sesko bow for the fourth game back to back. Na tunaona ka resurgence kidogo. Kila mtu mwenye alikuwa na doubt Sesko. Bro, it's a time. Kulikuwa na hiyo argument ya
unaweza rank Sesko, Gyökeres, Ekitike. Bro, Ekitike amepiga 1 2 3. Ekitike, Sesko, Gyökeres ama Ekitike, Gyökeres, Sesko. Kati ya Sesko na Gyökeres mmoja kan anaweza anza mbele ya mwingine. But Ekitike amepiga shughuli. Unaweza rank Ekitike, Sesko na Gyökeres 1 2 3. Ekitike siwezi score. Alafu Gyökeres. Na mask. Pia tupe Gyökeres flowers. Okay. Amejaribu. Kitu Sesko anashindia Gyökeres ni positioning. Sesko anajua penye ball inafaa impate. Na ni kukaa na huyu master huyu akumwambia juu alimwambia pale. Na usimame? Babatov. Hiyo ilikuwa a strikers finish. Hiyo. Unaweza tuambia pia wewe ranking yako. Unaweza warank aje kati ya Ekitike, Sesko na man like Gyökeres. Tuambie 1 2 3. Unaona wewe kama manager unaweza anzisha nani na nani? Na officially Bruno Fernandes anafika 100 assists kwa Manchester United. In fact anafika number 3 kwa maplayer wenye nimesahau Karakiko wanasemaje. Maplayer wenye games zenye amescore na assist. Ako I think alipita Giggs. Ameshindwa tu na Rooney. Giggs uko na assist ngapi? Moja nyingi sijui. But nasema bao na assist. Giggs na John ndo ameshikilia ni ya assist Premier League. I think so. Bruno Fernandes again. Bruno ni maestro. Again the difference. Bruno ni maestro. Ndio shaambianga. Only one Again, class player mkana kwa club ni huyo. Hiyo nice. Nani Mbeumo? Hiyo nice. Bruno. Hiyo nice. The whole world knows. The only mi yana ndo jua mi ama football fan who support. Tuachishe. Hiyo tuachishe. Danganya hapo usiana. The only issue ni so tutasoma charts na numbers na kila kitu but tufungulie kabati. Sasa hiyo ndo the only. Unaona Kakeza alikuwa amepost za Salah. Nini? Tufika bila Salah. Kakeza alipost. Sia ngangane apate. Kakeza alifanya nini? Alipost. Ya nani? Yes. Bas. Ya ngangane apate zake. Kwa hivyo tunaweza sema Salah is bigger than Bruno. Sindio. Bro. Sindio. Si like legacy ya So, Salah iko juu. Unataka tu Nilikuwa nataka confirm tu. Nauliza. Unataka tuanze argument ya Bruno na Salah? In terms of trophies, but me if ni like for footballing abilities, I think but difference tena wanacheza positions tofauti. So kwa compare ungekuwa unatuambia kuhusu Salah na Szoboszlai na Bruno history. You like hii ni usingizi na kifo. So nani usingizi? Si hata unajua. Jamaa yako. Bro, lakini for now Bruno is far better than. Napenda venye unatumia words za maana kama if we win the UEFA but for now in future tukipea Dom time Bruno atakuwa retire, ni kweli? Bruno kwa sako 30. So akiretire maybe Dom atafanya mambo zake. So the only way tutaja wa compare juu vile tuna compare maplayer wa kitambo na wa saa hii. Tutaja wa compare tu. So the only way we can compare Bruno na Szoboszlai. The only way relax. Shut up. Yeah. The only way Szoboszlai anaweza fit viatu za Bruno ni Bruno akiretire. Hapana. But tukue honest sawa. Kwani umetoka kusema aje? Point yako ni time. Point yako ni time. Umsa amekuwa professional how many years? Nani? Bruno. Eh. For long. Professional Dom unajua wewe ndo unamjua. Leipzig. Na Leipzig alikuwa amekaa season moja ametoka Salzburg. Sawa. Salzburg ndiye alikuwa teenager kanakuja. Wakicheza na Haaland. So walikuwa wote wadogo. Hakuja Leipzig ndio tukamtoa huko. So huyu msee hajacheza pro for long. So Leipzig hajacheza pro for long na maanisha time. Sema top level. Top level hajacheza. Hata kuitumia hiyo jina. Sawa. Hajacheza top level for long. So tuwezi compare ni ngumu. Unless huyu jamaa tumpe miaka 10 kama Bruno. 10. Kwani Bruno ampiga top flight miaka ngapi? Like unaongelelea top flight ya all season career ama top flight EPL? Si all season career. Kwani Bruno kimleta Premier League peke yake? Mimi nimejua nadhani hivyo. Hadi 14. So tupe pia huyu Dominic Szoboszlai. Hiyo miaka yake 10. Tuone atakuwaje. 10. Bruno amecheza Premier League ngapi? Kutoka 2020 mpaka sasa hiyo ni miaka ngapi? 2020 hiyo miaka. Mko namba? Hiyo season yake ya 5. Kutoka 2020 mpaka sasa hivi ni miaka 6. Mko namba? Sisi tuko namba 6. Mko namba?
Si tuko number 5. Na mnaenda su number 3. Aya, Magic 29. Tuko na Bournemouth against Brentford, Everton, Burnley, Leeds, Sunderland, alafu tutakuwa na Giant Killers, washikiliaji wa Arsenal na wauaji wa Aston Villa. Wolves against Liverpool. Number 3 Ni midweek kama? Midweek ni kesho. Aston Villa Wednesday wanatuanzishia. Arsenal versus Chelsea. Si Arsenal. Aston Villa. alafu sikia game nyingine. Aston Villa versus Chelsea, alafu imani yetu yote itakuwa kule Amex Stadium. Haters of Arsenal since 1971. Brighton against Arsenal. Alafu tutakuwa na another London derby, Fulham against West Ham. Manchester City watakuwa wanapatana na Nottingham Forest. Alafu kuna game big. Bruno Guimaraes against Bruno Fernandes. Newcastle game of the week versus Manchester United. Alafu that's the night football inamaliziwa na Tottenham Hotspur Stadium. Tote against Crystal Palace. Kuna kaida niliona midweek. Fenerbahce akiwa jezi ya Derby County. Nottingham Forest. Unajua Derby County ndio rival mbigi wa Nottingham Forest. Ni derby yao. Katoa jezi hivi ya celebrate na amepigwa. Banta ni must. Alafu weekend pia tutakuwa na games za Saturday 14th of March. 14 hapa hiyo nini next week hata. Nika weekend games nyingi. But anyway, predictions za hii midweek ya mbio. Wolves versus Liverpool. Bro, Gomez, Bueno, all day. Jose Sa kwa chuma. Leta mleto. Cheki. Hata kama ni kwao tutakuwa. Ni usiku? Ni kwao. Si ni usiku? Saturday. Unajua hizo vitu zinaonanga usiku. Cheki wasikuje. Haya. Sawa. Huko kwao wasikam. Haya. Watakula tu 5 ama 6 kani kidogo. Tuko na Villa Chelsea. Bro, Aston Villa. Pana draw. Tunajua kwa nini. FPL. Si FPL. Si wasiachwe. Wakidraw si naruka Aston Villa kwani ni kesho. Unaruka Aston Villa? Villa Chelsea. Bro. Chelsea all day. Chelsea. Juu aka Aston Villa after Chelsea ni sisi. Ni tukana. Chelsea all day. Aka Villa kakora shida. Haya, Brighton Arsenal. Welbeck. Asubuhi. Ayari. Asubuhi. Kisu. Haya, tuko na game ya City Nottingham Forest. Guy. Semenyo again. City Nottingham Forest. Si Semenyo. Lazima tupe points. Bana, huo ni points merchant. Alafu tuko na game ya Newcastle Man United. Si tunaenda? Yeah, tunaenda. Si wanacheza hadi kamwili. Si wanatoa hadi Maspana. Si ni ile game ya lili ya Shaolin Soccer huko before aunde team. Huko tunaenda. Waambie watu ngoje huko Tonali. Cheki. Tonali. Indo game. Si tulikuwa na game ya Wharton ati approve body yetu venye ni master. Tukamuona. Kapigwa sababu. Tukaenda huko sijui Baleba atuprovie venye ni master tukamuona. Sasa hii ni tani ya Tonali atuprovie kama ako worth. Si kuva kuguzana na jezi ya Man U. Ndio nimeona kwanza tunataka kuwekelea Bruno G na Tonali. Asubuhi. Watu Guys, watu watia. Nimefurahia venye hadi jamaa imehehia. Nimeshangaa wewe kwa nini wazimu. Bruno G na Tonali. Alafu pale asubuhi Casemiro na Ugarbage nje. Bruno G na nyinyi. Kwanza Ugarbage aende. Basi hicho zetu yangu tena. Hiyo ndio game ina prove. Newcastle Manchester. Bro, si Gordon. Maliza mnyonge. Tonali sana atapiga free kick nyingine. Lamens kavunjike shingo. Bro, unajua ni nani unatajataja hivyo? You should have respect. Tajataja ya Spurs na Crystal Palace. Mimi naomba tu Spurs ishinde. Sina otherwise. Crystal Palace asubuhi. Mimi nataka kuwa na Spurs wanachezea namba 18. By the way ni London derby. 18. Na wakishindwa by the way na mwenye ako nyuma yao ashinde. Wanaweza. Namba ni 18. Zianze kuaka hivi. Hazard. Ati hivyo. Na nataka Spurs waende relegation. Relegate. Haya, ambia watu kwaheri. Wafans wetu tunashukuru manze, kasi nyinyi tungekuwa hapa. Manze. Ndio mna push show. Tuwatch episode. Football is my drug kama kawaida. Manchester United are my dealers. Old Trafford is our hideout. England is home. Red Devil ni nini?
slogan kiburi all the tuko 6:45 9 ama 6:45 tulikuwa 6:46 6 ama 9. Oh, I mean pole 9. Unajua hiyo namba 6 imestick kwa akili juu kuna kataenda namba 6 Chelsea ligi ikiisha na kanajijua tuko na sijui 46 sijui nini 64 bana na alikuwa ameuza pena hiyo game. kwambia tunaenda tuko hii kitu thou World Cup harus we are done. Atununui nini au tushanunua club? Tushanunua Almeria. So sasa ako ka Almeria ako ni kadogo. So ako ndo tutatafuta doza yako tununue mani. Alafu we are done. Tupate kwenye social media handles zetu ni Game Hangover across all socials. Kama kawaida wewe unafungua hii media, wewe ni mtu wa maana sana. Pia unaweza pata tisho zetu 799 ukitu DM na mambo yako itakuwa ni shwari. Until next time, I love football.